By the way, marriage ya Gen Z sahi, it is so intentional. It is intentional, si kama ya kitambo. Ya kitambo nimekuambia kuna watu walikuwa naolewa by circumstance. Yes. Umechelewa kwenu, baba yako amekwambia rudi kwenye ulikuwa, huyo naye anateka advantage ya ameambiwa aende. Anaenda juu alitaka. Alikuwa anataka kuolewa ni venye alikuwa anajaribu na test waters. Akiambiwa rudi kwenye ulikuwa, anarudi na anaolewa by circumstance. Anapata ball. Saa hii Gen Z si wenye ati amepata mimba aende aolewe, hapana. Anasema I'm so independent. Gen Z wa saa hii tunaona wana make pesa hata kutuliko. They have money. Saa hii Gen Z wenye wanaoana wanakaa chini wanaambiana for your information I'm working, you are working. So hapa si ati ukuje ukae nikuzalie tu. Ni sisi wote tuzae na tu share responsibility even duties. Hiyo ndio Gen Z. Unafikiri hivyo inafaa? Mimi by the way, according to me and because I've been advocating that people must work. Every person must work. Mimi nimekuwa nikisema hivyo. Okay. That mke, mume wafanye kazi. Compare na kitambo. Wazazi wa kitambo ladies ungeona mwanamke ukienda kutafuta pesa. By the way si wengi. But walikuwa nakaa tu fiti bana. Si wengi hapana. Kitambo ulikuwa na mashida. Hata vita zilikuwa huko za kitambo. Yes. Uzioni saa hii sana. Uzioni saa hii sana. Saa hii ulichapa bibi yako lini last? Na mama yako alikuwa analala kwa kichaka. Thank you. Mama yako mbona alikuwa analala kwa kichaka? Ama hapo nje kwa mlango. Ama nje kwa madizi yake. Kwa madizi yamelalishwa hapo na bwana. Why? Because mabwana ni venye walikuwa na dini wako na a lot of responsibilities zina outweigh their strength. Anaona tu sasa labda ajitoe kwa bibi na vita because mambo imekuwa too much. So Gen Z wa saa hii wana agree, they agree before they marry.